mwaka 1939. Amen. Falsafa. Chama cha Wavumbuzi ni huduma huru iliyodhaminiwa na Kanisa la Adventista Sabato kwa watoto wenye umri wa miaka 6 hadi 9, ambapo kanisa, familia na shule huambatana pamoja ili kuwasaidia watoto kukua kwa furaha wakimpendeza Mungu na wanadamu. Chama cha Wavumbuzi ni huduma inayosaidia wazazi katika kufanya maendeleo ya watoto wao kuwa ya thamani na ya maana. Amen. Mimi nitaenda kuelezea madhumuni ya chama. 1. Kujenga tabia ya Kristo ndani yao. 2. Kuonyesha upendo wa Yesu kupitia njia za asili. 3. Kuridhika na mambo mema anayoyafanya. Mimi naenda kuelezea namna ya kuadhibu. Usimseme mbele ya mwenzake. Amen. Leo naenda kuelezea namna ya kuadhibu. Ongea na mtoto kama mzazi wake. Namba 2, mueleze kosa lake. Mimi naenda kueleza maana ya kuadhibu. Omba naye. Sisi tutaenda kuelezea makundi manne ya watoto wenye matatizo maalumu. Kundi la kwanza, watoto wenye matatizo ya akili iliyovya au kudumaa. Sababu: lishe duni, malezi ya wazazi, upweke, kutothaminiwa. Namna ya kuwasaidia: fanya urafiki nao. Namba 2, waketishe karibu unapofundisha. Namba 3, usiende haraka haraka au polepole mno unapofundisha. Namba 4, wapangie muda wa ziada kwa mafundisho yao. Mimi ninaenda kuelezea kuhusu watoto watukutu. Watoto watukutu. Sababu: malezi mabovu. Jinsi ya kuwasaidia: kuwa na urafiki nao. Namba 2, shirikiana na wazazi katika kuwasaidia watoto. Mimi nitaenda kusema hasara. Watoto waliopata hasara kubwa. Kufiwa, yani yatima. Jinsi ya kuwasaidia: kuwa karibu nao, kuwasikiliza wanachohitaji. Amen. Mimi nitaenda kuelezea watoto walio wepesi kuelewa, wenye vipaji. Sababu: ndivyo walivyozaliwa ama kulelewa na wazazi wao. Jinsi ya kuwasaidia: kumpeleka mtoto katika mikutano, mtoto kutawala darasa. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naenda kusoma chama cha Wavumbuzi. Kwa kuwa Yesu ananipenda, nitafanya vyema kila wakati. Mungu nisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naenda kuzitaja sheria za chama. 1, be obedient. 2, be pure. 3, be true. 4, be kind. 5, be respectful. 6, be attentive. 7, be helpful. 8, be cheerful. 9, be thoughtful. 10, be reverent. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo tuna habari njema. Tunaamini mngependa kusikia. Si ndio akina baba? Si ndio akina mama? Eti akina bibi? Eti akina babu? Wadada mpo? Wakaka tupo pamoja kweli? Tuanze kwa pamoja hadithi hii na tutafakari swali hili. Je, mtu mzuri anageukaje kwa mtu mbaya? Turudi kwenye hadithi ya Samueli katika Biblia. Sote tutakumbuka tukio la Sauli alipomwasi Mungu. Yes, muda wa Sauli uliisha. Mungu akaanza mageuzi ya kumbadili mfalme. Amen. Mungu akamtuma Samueli, nenda kwa Yesu ukajifanyia mfalme. Yesu alikuwa mcha Mungu aliyeishi huko Bethlehem, maarufu mji wa Daudi. Yesu alikuwa na watoto hawa 8, wote waume, mmoja wa kongwe, wote alikuwa njemba yake. Amen. Samueli alipofika kwa
Samuel akamuuliza Yese, watoto wako hapo wote hapa? Yese akasema. Ndipo Daudi akaletwa katikati ya kaka zake. Samuel akasikia sauti, mpake mafuta mtoto huyu. Kaka zake hawakuamini kwa kile kilichotokea. Kufumba na kufumbua, dogo kashachukua kiti cha mfalme Sauli. Isaya 11 mstari wa kwanza unasema, basi likatokea chipukizi katika shina la Yese, nalo litakalotoka katika mizizi litazaa matunda. Amen. Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya shauri, roho ya uwezo, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Amen. Acha kushangaa wewe, Biblia ni msitu mnene. Okay, hapa tunajifunza nini katika hadithi hii ya kweli? Hapa tunajifunza ya kwamba Yesu angalia kama mwanadamu angaliavyo, maana Mungu huangalia ndani ya moyo wa mtu, lakini mwanadamu huangalia nje. Pia kwa malezi ambayo Yesu alimlea Daudi, swali linakuja, je, unamleaje mtoto wako? Yesu alivyomlea Daudi, so inakuwaje? Au ni yale malezi asiyefunzwa na mamae? Okay, tuanzie kwenye hayo malezi ya chanzo cha heshima ni msingi wake. Wazazi, mleaje watoto wenu kidigitali au Kikristo? Sasa ujipime, upo katika kundi gani bora, malezi au malezi bora? Enyi wazazi, watunzeni watoto wenu, maana hii ni zawadi mpewa na Bwana. Yesu anasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. So waacheni watoto wadogo waje kwa Yesu. Maadili yanaanzia nyumbani. Wazazi, wafundisheni watoto wenu. Maadili yanahamia nyumbani. Shuleni, walimu, wafundisheni watoto wenu. Amen. Zungumza na kumsikiliza mtoto wako. Mweleze changamoto mtoto alizopitia. Mweleze kwa kuwa Mungu anampenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumia nidhamu chanya kumweleza mtoto wako. Kama mtoto akikosea, mwambie kosa lake na umwambie namna gani ya kulifanya, ndipo ataelewa vizuri zaidi anapoelezwa kwa upendo, pia kwa subira. Amen. Himiza uchezaji huru. Mpe mtoto nafasi ya kucheza, maana michezo ni muhimu katika ukuaji wa watoto. Wazazi mliopo, semeni amina. Kuna madhara makubwa mno duniani. Watoto na vijana, msiisheni kusikia. Enzi zenu vijana, akikutana na mkubwa anavua kofia na msalimia. Si ndio? Au si ndio jamani? Vijana wa siku hizi, matango pori matupu. Na kwanza anatoa iPhone moja, nyingine anaiacha sikioni. Hapo ndipo utagundua vijana ambao hawajafundishwa maadili tangu utotoni. Wakiwa wadharau hao, hakuna cha mkubwa, mgonjwa wala mama mjamzito hawampishi kwenye viti vya daladala. Hapo ndipo utakapomjua konda ambaye hajafundishwa maadili tangu utotoni. Akiropoka, oya, achia kishikwambi hicho, huoni tumbo hilo? Saba zunguka, mara saba zunguka, Joshua na majeshi walizunguka. Walipiga kelele, ukuta ukaanguka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, waliokwisha kumaliza program zao ni vijana wavumbuzi kutoka shule ya msingi Samehili.
shule ambayo inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North East Tanzania Conference. Wazazi, tuwalete watoto katika vyama hivi, maana watoto wana mwitikio mzuri sana katika idara. Lakini pia tujitahidi kuwashonea sare. Wengine bado sare hazijakamilika, lakini vijana wako tayari na sauti moja 2027. Wako tayari kuifanya kazi ya Mungu. Karibuni Samehili shule ya msingi. Waleteni watoto wenu, hamtajuta. Furaha kamili itawajia. Maana watoto wanalelewa kiroho pia na kimwili na kiakili pia. Mungu na wabariki sana. Ukaribisho huu nipende tu kuwatia moyo wazazi na walezi wote ambao wana vijana wa umri huu ambao tuko nao hapa kuanzia miaka 3, miaka 4 na kuendelea. Tunawapokea na bado shule nafasi zipo za kutosha kuhakikisha kwamba sio tu darasa la 4 wala darasa la 7, lakini wale wengine wote tunawapokea kutokea chekechea mpaka darasa la 6. Na utakapofika shuleni, ada zetu sio ghali sana na zinalipwa kwa awamu 4. Lakini pia shule yetu tunasikiliza, tunajali na tunazungumza sana kwa karibu sana na wateja wetu. Na hivyo nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha wote kwa ujumla. Fika shuleni Samehili ili uweze kubarikiwa kwa mafanikio ya mwanao ya sasa na ya baadaye. Mungu awabariki sana.